Asante Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Hii ni fomu ambayo tutaijaza kwa ajili ya kumsikiliza huyu mwananchi. Kwa hiyo taarifa zake tutazichukua hapa, na kwa sababu ya kuokoa muda tutachukua tu maelezo yake, lakini taarifa zake tutachukua jina. Nadhani nani ambaye tunaanza naye? Lalamikaji hapo ni nani? Sio hili. Wa kesi. Naitwa Alfred Ngeni. Ngeni. Alfred Ngeni. Ngeni. Yeah. Jinsia? Mume. Jamani, ni vizuri sana kuuliza jinsia. Una umri gani? Na miaka 68. Haya. Umeoa? Na mke. Na mke? Yeah. Chombo chako cha elimu baba? Darasa la 7. Wilaya gani? Wilaya Hanang'. Kijiji gani? Kisambala. Kisambala. Yeah. Kata Kisambala pia. Ndio. Mimi nina mgogoro wa ardhi ulianza mwaka 2011. Toka wakati huu naitwa, nimekaa katika hilo eneo miaka 23, nikashtakiwa. Baada ya kushtakiwa ilibidi tuanze kesi, tukaenda baraza la ardhi kata Kisambala, wakafanya mazungumzo, tukamaliza, tukawaita, wakaenda wakajiridhisha, wakanipa haki. Nilipopewa haki, basi ikaonekana sio haki kwa upande wa pili, kabidi wakasema baraza la ardhi kata Kisambala sio sahihi, kwa hiyo inatakiwa baraza lingine ambalo liko nje ya Kisambala. Nikapewa barua na mtendaji wa kata, ambaye mabaraza yote ya kata yanalelewa yako chini ya mtendaji wa kata. Kanipa barua, nikaja Kateshi mjini. Nimefanya hiyo kesi hapa Kateshi mjini, tukamaliza, wakaondoka, wakaenda wakajiridhisha kama kata kutoka Kateshi, baraza la kata Kateshi wakajiridhisha, wakaita wananchi, wakaangalia lile eneo, wakasema ni haki yako mzee, nikapewa haki. Nilipopewa haki, upande wa pili wakavamia, wakalima wote. Mpaka dakika hii tunapoongea, lile eneo limemilikiwa na upande wa pili ambao sijajua sababu zake ni nini. Maana kutoka wilaya, kutoka kata haki ipo, nilipoenda wilayani haki ikapotea, kutoka wilaya haki ikapotea. Nikauliza swali, nikaambiwa una haki, kwa sababu vielelezo vyote vya eneo langu ninayo miti niliyopanda ya matunda, kuna miti ya mbao, ninalo hilo eneo, lakini wenzangu upande wa pili wamemiliki, wanavuna, wanafanya kila kitu na wanajenga, wameshaamua kujenga. Sasa nimekaa nimenyamaza, wamenizingira nyumba, nimebaki na nyumba, eneo lote limejengwa na wanaendelea kujikatia maeneo kwa kuuza. Kwa hiyo eneo la mgogoro sijawahi kuona likiuzwa,
linauzwa na linafanyiwa kazi na watu binafsi ambao wako ndani ya kanisa, lakini wao wanalitumia kanisa kama kichaka cha kufanya uovu wao. Ndio maana niko hapa. Nilikuwa naomba tafsiri ya sheria, ukitoka kata itawezekanaje kabadilika unapofika wilaya? Itabadilika vipi wakati hawa walioko ndio wanayejua zaidi? Kwa hiyo kaka Yeredi, sawa, mimi nimekusikia kwa awali, lakini hii mbele yako hapa ndio kamati ya ushauri wa kisheria ya mkoa ambayo imeanza kufanya kazi hapa na itaendelea kufanya kazi hizi kushirikiana na kliniki ambayo tumezindua jana tarehe 19. Sasa kamati ya ushauri wa kisheria, Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati, hii ndio kesi yetu ya kwanza. Ninaomba niwakabidhi kesi hii, muendelee nayo. Mazungumzo ya awali ya mlalamikaji mmeyasikia. Najua sasa mtaendelea vizuri kulingana na taratibu na sheria zilivyo, ili huyu bwana Yeredi kama ana haki yake isiweze kupotea. Nawatakia kila laheri na Mungu awabariki sana kwenye kufanya kazi hii. Haya, bosi, na kukabidhi kwa wanasheria hapa, watashughulikia swala lako hili vizuri kabisa na tutapata ufumbuzi. Sawa? Haya, kesi yetu ya kwanza hiyo. Nawatakia kila laheri. Asante. Na mawakili kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, na mawakili kutoka PCCB, tuna mawakili kutoka polisi, tuna mawakili kutoka halmashauri, na mawakili kutoka sekretarieti ya mkoa, tuna mawakili kutoka ardhi kwa kamishna, tuna mawakili kutoka chama cha walimu, tuna mawakili wengi kwa kweli, kusema taasisi karibu zote za serikali. Tunao mawakili wa serikali hapa na lengo ni kuja kusikiliza na kutatua changamoto mbalimbali za kisheria zinazowakabili wananchi wa mkoa wa Manyara na mikoa ya jirani. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wa Manyara na mikoa ya jirani wafike katika eneo hili la Mount Hanang Stadium kwa ajili ya kusikilizwa changamoto zao mbalimbali zilizopo, na hata kama hawana changamoto wanaweza kuja kupata elimu ya sheria kuhusu masuala mbalimbali ya kisheria ambayo yatawasaidia tu kuishi vizuri kwenye jamii bila kukinzana na sheria na kuelewa haki zao na wapi waweze kuzitafuta. Hiyo kwa ufupi niliweza kusema. Karibuni sana, tuko hapa kuanzia jana na mpaka tarehe 25, lakini pia mmeshuhudia kuzinduliwa kwa kamati ya ushauri ya mkoa pamoja na wilaya.